Na huenda umekuwa ukitazama namna fulani ya uponyaji kwenye maisha kwamba unakuja namna hii, lakini sivyo. Mungu kuna namna anavyofanya, na Mungu wetu hazoeleki. Mungu wetu hayuko kwenye maji, Mungu wetu hayuko kwenye moto, Mungu wetu hayuko mahali popote kwenye udongo, kwenye pepe. Yeye yupo ambapo ametaka kuwepo na hazoeleki katika kazi yake. Ndipo ambapo nilishangaa vitu ambavyo kwanza kwenye akili yangu havikuwepo kabisa kabisa. Muislamu aje kuniambia bwana, wewe ni mtu wa imani, kuna watu unaonekana umegombana nao na nini. Na kweli katika kutazama vile, mtazamaji wangu wa chaneli hii ya Ushuhuda, na nikwambie nilipata mshangao mkubwa sana wa mtikisiko wa mawazo na fikira yangu kwamba inawezekanaje huyu mtu nikaamini kumbe Mungu. Na mwanzoni nilikuwa ni mtu ambaye ni mtu ambaye ninaweza nikawa mpinzani. Yani ni mtu ambaye nikimwona Muislamu naona kama sio mtu wa Mungu. Nikimwona Mwanglikana, nikimwona mtu wa namna hii, manake ndani yangu wakati nimeokoka niliumbika katika udini, nilithamini ile dini niliyokuwa nayo kama ndio dini ya kweli inayonipeleka mbinguni, lakini sio ukweli kilichofanyika. Haleluya! Kumbe Mungu yeye alikuwa na kusudi lake la tofauti, namna ya kuniokoa kutoka katika janga ambalo lilitesa moyo wangu. Na kweli kabisa, mtazamaji wangu, niliumia sana, niliteseka na moyo wangu uliumizwa, kwa sababu jinsi ile ilikuwa sio rahisi. Yale maneno nilienda nayo ya yule mtu, nikaenda nyumbani nikatulia, nikawa nimetulia ndani. Siku ya kwanza moyo wangu unachomwa, unaumia, nawaza mimi nimeanguka tena, nimerudi dhambini. Hivi kweli mimi maisha yangu yanakuwaje? Eti kisa tu sina pesa ya mahari ya kumtolea mke wangu? Kweli kabisa mimi navyompenda Mungu, moyo wangu kaanza kurudi mbele za Mungu na kumpenda. Lakini ukweli, wakati nakaa siendi kanisani, moyo wangu ulikuwa hauna habari tena na Mungu. Maana nilichukia Ukristo, nikachukia imani, nikasema hapa ni wakati wa kufanya dhambi mpaka kieleweke. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtazamaji wangu, sikiliza, wakati nimepumzika naendelea kufikiri ukweli, moyo wangu ukaumia. Ilikuwa siku ya Jumapili hiyo, lakini usiku wake kuamkia Jumatatu nikaamka, ukweli moyo wangu ulikuwa unaendelea kuuma. Jumanne moyo unaendelea kuuma. Siku mbili zote sikwenda kazini, nilifunga ofisi, moyo wangu nauma, nawaza habari ya wokovu, nitatokaje katika mazingira haya? Kanisani nisiendi, mchungaji wangu ananitazamaje? Mchungaji wangu alipokuja nilimfukuza kwa namna ile ya jinsi nilivyomuonyesha na kumwambia maneno magumu. Huenda aliumia. Je, nikienda mchungaji wangu atanipokea? Ni kweli mchungaji anaweza akafika hatua ya kuona na mimi ni mtu mwema na nahitaji kulelewa tena? Moyo wangu kafikiri hayo. Kweli mtazamaji wangu, nilisimama nikaamua kujitia moyo, nikamhusisha mke wangu. Mama, mke wangu, mimi nikwambie ukweli, moyo wangu nimekutana na nabii. Huyo nabii ni Muislamu. Kujua kama Muislamu anaweza akahubiri namna hii. Mimi nimepokea ujumbe bwana. Ujumbe huyu Mungu amemtumia, ameniambia kwamba niko kwenye jukwaa na gombana na watu. Ni kweli katika yale maneno ambayo waliniambia watu ambao walikuwa karibu yangu, yule nabii aliyoyasema, ukweli moyo wangu uliumia. Niliona kuumia, sikuona tena moyo wangu kwamba unaweza ukapata amani. Sikuona tena kama naweza nikamtumikia Mungu. Nilikataa kabisa wito ule wa kumtumikia Mungu katika nafasi ya kuinjilisha, kwa sababu ilikuwa inaniumiza moyo. Kila wakati nikihubiri, nakumbuka neno la nabii, kila nikisema okokeni muamini Yesu, sauti inakuja inaniambia wewe ni daraja tu, hata kama ukihubiri hutaenda mbinguni. Huo ndio ulikuwa mwiba ulionichoma moyo wangu, hata sikuweza tena kutamani kumtumikia Mungu. Si heri niende jehanamu, si heri basi niende jehanamu, nimefanya kazi za shetani, kuliko kumtumikia Mungu niende jehanamu. Sasa mpendwa mtazamaji, sikiliza, mchonga kaniambia, wewe ni wakati wa Bwana, unatakiwa urudi kanisani. Mungu ana njia amekuandalia ili aweze kutoa mahali ulipo. Mungu kuna njia ameiandaa ili aweze kukusaidia. Kama ametuma nabii, ukipuzia wewe unaenda kufa. Ukisema kufa tena, niende kufa na kufaje? Sijatenda dhambi mpaka kieleweke, na kufaje? Sijamtumikia Mungu niende mbinguni. Moyo wangu akasema basi nitamtumikia Mungu, akinipa neema ya kwenda mbinguni sawa, akininyima kwenda mbinguni sawa, kwa sababu ni bora nifie mikononi mwa Mungu. Mungu mwenyewe atanijua pa kuniweka, kwa sababu hela sina,
sina kitu cha kufanya cha kuweza kumshawishi mtu ili kwamba aendelee kumshawishi Mungu na watu ni washawishi waendelee kuona kwamba niko sawasawa na kwamba nampendeza Mungu na wanadamu. Vitu vingi vya kuwapendeza wanadamu sina, ushuhuda unaonekana haupo. Sasa nitaishije maisha haya? Bwana asifiwe sana. Ukweli nilifanya maamuzi siku ya Jumapili, nikaenda kanisani. Bwana asifiwe. Nilipofika kanisani, wakati nimekaa kanisani, sikutaka kukaa benchi la mbele, nilikaa benchi la nyuma kabisa, nyuma ili kwamba ikiwezekana wasinione hata kuniona. Moyo wangu bado unawiwa kumtumikia Mungu, lakini naona sifai, na ukweli ule ujumbe ulikuwa unanionyesha sifai, sistahili kuihubiri Injili. Nilikatishwa tamaa kabisa kabisa, moyo wangu ulivunjika ukavunja damu. Ukweli nilianza kuwachukia watumishi wa Mungu, nikaona kama hawa watu wanaokoka wao wanakuwa ni chanzo cha kurudisha watu nyuma. Nikasema ni kweli, lakini wameshika maandiko. Maandiko ndio hayo wameyashika, mimi sijui kubabadua vizuri maandiko. Wao ndio wanaelewa elimu ya Biblia, wanaijua. Kwa wanachoniambia ni sawa, sitaki kuwabishia, lakini mbona kama wananiambia kitu sina uwezo nacho. Alafu unasoma Biblia kwa usomaji wangu tu kwamba nasema hata kama dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, nitazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Nasema huyu Mungu kumbe ana mipaka katika kusamehe Bwana. Sasa hizi dhambi ambazo ni nyekundu, uwekundu wake ukoje? Kama nilifanya dhambi hizi, manake dhambi moja tu ya kutoa mahari ndio imenifanya niende jehanamu. Hii pesa naipata lini? Itaishije? Ukweli nilikaa nyuma, nikawa nimetulia. Ibada ikaisha, tukaenda nyumbani. Tumeenda nyumbani, simu zinaendelea kupigwa. Mtumishi, unatakiwa bwana uje kuhubiri huku. Ilikuwa inakaribia Pasaka. Ilikuwa inakaribia Pasaka. Mchungaji mmoja akaendelea kupiga simu, wakawasiliana na mchungaji wangu, nikaomba taarifa, mchungaji wakawasiliana, akaniambia nenda kuhubiri Injili. Yaani mchungaji ananiambia nenda kuhubiri Injili. Nakumbuka neno la nabii kwamba ukihubiri Injili watu wakiokoka wakimwamini Mungu, wewe ni daraja tu. Moyo wangu hauna, lakini nikikumbuka ule ujumbe tena wa nabii alioniambia, moyo wangu tena unasuzika. Nasema basi kama Mungu amenitafuta kwa ujumbe wa nabii, maana yake kinachotokea ni nini? Mimi huenda katika haya, Mungu atafanya njia tu, nitakuwa mshindi. Sasa nikasema hapa ndiyo njia ya kwanza ya kumudhalilisha Mungu. Moja, nilitupa Biblia, sina Biblia hapa. Wananiambia niende nikahubiri Injili, sina Biblia. Safi kabisa. Na sitamwomba mchungaji wangu Biblia, wala sitamwambia nilitupa Biblia. Sasa hapa ni kwenda kumdhalilisha Mungu. Haya, kule nitakaoenda kuhubiri wadhalilike. Mchungaji wangu aliyeniruhusu kwenda kuhubiri adhalilike. Halafu mchungaji asinipende, kule nilikoenda kuhubiri wanichukie. Kitakachofanyika sasa, maana yake nitatoka katikati yao kwenda kumtumikia shetani. Wote wanashangilia, wanasema afadhali kimeondoka, kimeidhirisha Injili ya Kristo. Na ndicho nilichokuwa nikipanga. Sikiza mpango nilioufanya kudhihirisha kazi ya Mungu. Sina Biblia, nikakubali nitakuja kuhubiri. Nitakuja. Ilikuwa ni siku tatu. Ijumaa Kuu, Jumamosi na Jumapili. Manake walinialika niendelee na semina ya siku tatu. Semina ya siku mbili, Jumapili tunamalizia ibada. Sikiliza mtazamaji wangu nilichokifanya. Bwana asifiwe sana. Nilichokifanya wakati ninakaribia kwenda, siku zimebaki siku tatu. Ilikuwa Jumanne, ilikuwa Jumanne. Wakati nimekaa pale ofisini, mtu mmoja alikuja mKKT. Pale nilikuwa Sofia, Kasuru. Kuna soko la Sofia. Nilikuwa soko la Sofia liko karibu na kanisa la KKT. Wakati nashonea pale viatu bora vya ngozi na kazi zingine ndogo ndogo pale nikiwa nafanya. Yule jamaa alikuja akaniletea kazi. Nikamfanyia kazi, alikuwa na kabegi kake, akaniambia bwana, nina Biblia yangu hapa. Hii Biblia ina changamoto. Unaweza kawa na gundi. Nikamwambia gundi zote ninazo, gundi ya moto, gundi ya maji na kila aina ya gundi unayotaka ipo hapa. Akasema sasa nitengenezee. Nikamrekebishia vizuri, nikamrekebishia. Baadaye wakati nimemaliza nikamkabidhi, nikamwambia bwana, Biblia mimi sitengenezei hela.
hiyo tu nimekupa, sitaki unipe hela kwa kutengeneza Biblia. Akasema oh, asante bwana. Sasa hapa kwenye begi nina Biblia 3. Sasa wewe ngoja nikuangalizie Biblia. Nikashtuka, niangazie Biblia ya nini? Akachukua Biblia akanipa. Akamwambia hii Biblia nilipewaga zawadi. Tunaona hapa niliandika tarehe hii Biblia nilipoipokea. Na wewe chukua uandike tarehe ya kuipokea. Ukweli mtazamaji wangu, mpaka Biblia hiyo ndo ninayo mpaka sasa hivi. Hiyo Biblia ndo ninayo mpaka sasa hivi. Wakati huo mimi ni mwinjilisti, sio mchungaji. Akanipatia hiyo Biblia. Akaniambia Biblia ni ya kwako. Nikamwambia mimi Biblia ninayo bwana. Ili kwamba aende nayo, ili nikose Biblia mimi nikafanya kazi zangu huko, kazi ya Mungu nikaiharibu. Akaniambia chukua bwana, nimekupa. Niambia ninayo, chukua na wewe utaangalia kumpa. Niangalia kumpa. Sawa basi bwana, haya. Akaondoka. Biblia nilikaa nayo, nikasikia sauti na niambia, nimekupa Biblia ukanitumikie. Tulisema huna Biblia. Haleluya. Sasa mimi nimekupa Biblia ukanitumikie. Nikasema sawa, hata kama nakutumikia, lakini mimi kama nakutumikia naenda jehanamu, bora niviache. Niviache kabisa kukutumikia. Abia Biblia hiyo hapo. Nikasema sawa, Biblia nimepata. Sasa sitaandaa somo.